Leo hii tutaenda kutumia Adobe Photoshop katika kutengeneza passport size. So jinsi gani tunaweza kutengeneza passport size? Let's go. Mimi hapa nina Adobe Photoshop CC 2019, nitaifungua kama hivyo. Lakini hakikisha wakati unafungua una picha ambayo tayari ushaisave kwenye laptop au desktop ambayo unaitumia. So baada ya kufunguka namna hiyo, ina load. Mimi nina kazi nyingi ambazo tayari nishazifanya za kutengeneza cover na kadhalika, ni hizi hapa, lakini moja kwa moja tutaenda kwenye open na utaenda kuchagua sehemu gani ambako picha yako umeiweka, aidha umeweka kwenye desktop, kwenye music, kwenye pictures, kwenye video. Mimi hapa nimeweka kwenye video. Kwa moja nitaenda angalia kwenye video, picha yangu ni hii hapa ambayo nataka niende kaifanyie kazi. Kwa hiyo nita open, select, then I open. Moja kwa moja itanileta kwenye interface ya Adobe Photoshop. Okay? Namna hiyo. Kwa hapa kuna namna ya kufanya. Kuna layer hizi hapa. Kwa hii layer inabidi cha kwanza uifungue. Uifungua kama hivyo, uta click okay. Baada ya click okay, hapa kuna tools nyingi ambazo unaweza kuzitumia. Kuna zoom tool, kuna brush tools, lakini mimi sipo huko kwa leo. Tutaenda kutumia crop tools. Hii hapa. Kisha click hiyo crop tool, moja kwa moja tutaenda kuisize picha yetu hii katika ubora au tunaweza kusema size ya passport size. Kwa mimi nitaenda kuisize namna hiyo, nitasogeza, yes, and then nitasogeza kidogo mpaka maeneo ya kifua hapa, and then nita right click, alafu nita click crop. Picha yangu inakuwa inaonekana namna hiyo, then nitakuja sehemu ya zoom ili mradi picha yangu iweze kuiona vizuri, nita zoom namna hiyo. Okay, baada ya kuzoom namna hiyo nitaenda sehemu imeandikwa select, hii hapa. Baada ya click select, naweza nikaenda hapa kwenye nini, kwenye select subject. Ukibonyeza kwenye select subject inamaanisha picha yako wewe itakuwa baada ya kwenda kwenye select subject unaweza kufanya vitu vingine tofauti tofauti, kwa mfano kuongeza mwanga na nini, lakini kwa sasa nataka ni select ili tuone jinsi gani tunaweza kubadilisha background ukaa kwenye background ya blue au background nyeupe. Nategemea sasa na inchi ambayo unatengeneza passport size. Kwa tunaenda kwenye select the subject, tuna click hapo select the subject. Moja kwa moja program itaanza kuchakata na kuselect automatic ili tuweze tukapate matokeo ambayo tumeyakusudia. Okay, ina load namna hiyo, nasubiri load hapo. Yes, tayari isha select. Naona picha yetu imeselect vizuri kabisa. So kitu ambacho natakiwa ukifanye baada ya kuselect hivyo, kuna namna ya kuset feather na nini, nitaelekeza kwenye vipindi vijavyo, lakini ukishaona imeselect namna hiyo unaenda kwenye right click and then utaenda kwenye select inverse. Sawa, kisha bonyeza select inverse, moja kwa moja tunaenda hapa chini. Kuna EFX, kuna hii mask, then kuna hii katikati kimduara hicho hapo. Utaklik kwenye hicho kimduara hapo, itakuletea hizo option. Basi wewe utaenda kwenye solid color. Utabonyeza solid color kama hivyo. Okay? Ukishabonyeza solid color unaona kabisa kuna mabadiliko kwenye hiyo background ambayo ilikuwa imetokea mwanzo na saizi ni vitu vile tofauti. Kwa hapo unaenda kuselect rangi ambayo unataka kuiweka kwenye background. Aidha, unataka kuweka rangi nyeupe au unataka kuweka rangi ya blue au rangi zingine tofauti. So, kulingana na utaratibu wa nchi yetu nadhani sisi tunatumia sana rangi ya blue. Kwa nitaenda ku-click kwenye sehemu ya rangi ya blue na nitachagua labda rangi gani kidogo imekolea kolea. Yes, hii hapa. Mimi nitachagua hii rangi. Na unaona as you can see kwamba ukipiga picha namna hiyo alafu ukaiedit kwenye Photoshop itakuwa ina muonekano mzuri tofauti na unapiga na tambaa. Sijui ni tambara. Yeah, ni hivyo. Kwa picha inakuwa na muonekano mzuri. Pia nita click okay. Mpaka hapo picha yangu tayari inakuwa ni passport size ambayo imenyoka kabisa, hata mtu ukiangalia ni passport size ambayo inavutia. Kwa mpaka hapo tutakuwa tumefanikiwa kutengeneza passport size kwa kubadilisha background. Lakini kwenye kipindi kijacho nitaelezea jinsi gani tunaweza kuzitengeneza hizi zikawa nyingi, yani zikawa 3, 4, 5, 6, 7 mpaka 8 huko. Wewe mwenyewe kutoka just ikawa katika page moja. Ili usiweze kupitwa na video nyingi kama hizi, hakikisha una subscribe channel yetu ya Taneta Media, lakini vile vile hakikisha unaweka alama kengele usipitwe na video mpya. Usisahau kucomment kitu ambacho unahitaji kujifunza katika Adobe Photoshop, Adobe Premiere na program mbalimbali ambazo zinatumika kuedit ya video, lakini usisahau Microsoft Office pamoja na text design. Thank you.